Beyond the Headlines. Mimi ni Lucy. Tunazungumza kuhusu mambo ambayo yanaunda dunia yetu. Na leo niko na Hamad Rashid ambaye ni mkurugenzi wa kampuni kubwa sana ambayo inasafirisha bidhaa kutoka China kuja Tanzania. Karibu sana Hamad. Nashukuru, asante sana. Inakuwaje, biashara iko vipi? Kwanza nianze kujitambulisha. Mimi naitwa Ahmed Rashid, ni mkurugenzi wa kampuni ya Bashley Express ya Cargo ambayo inafanya shughuli za usafirishaji wa mizigo kwa njia ya anga kutoka nchini China kuja Tanzania. Naam. Yeah. Asante sana. Na wakati unapata kulikuwa na rapsha hapo nyuma kidogo, wakati kulikuwa na elections pale nchini Tanzania, kuna biashara yako iliathirika? Tukizungumza athari za biashara wakati wa uchaguzi Oktoba 29, sisi kama wafanyabiashara, of course kulikuwa na athari. Nikizungumzia upande wetu sisi wafanyabiashara, kwa mfano sisi ambao tunasafirisha bidhaa kutoka China kuja Tanzania, kwa sababu kwa kipindi takriban cha siku 5 tulikosa mawasiliano, na unajua sisi tunavyokuwa tunapakia mizigo ni lazima tuwe tuna mawasiliano ya karibu sana na agent wa airlines, kuanzia wanapakia mizigo mpaka pale tunapofuatilia mizigo bidhaa za wateja mpaka zinavyoingia. Kwa hiyo kwa kipindi cha siku 5 hakukuwa na mawasiliano, kwa maana ya kukuwa na internet. Kwa hiyo tulikuwa tunashindwa kucommunicate baina yetu sisi au kufuatilia zile bidhaa jinsi mwenendo wake mpaka unakuja. Kwa hiyo tulijikuta shughuli zimesimama. Kwa mimi kama mfanyabiashara au sisi kama wafanyabiashara, moja kwa moja kile kitendo kilituathiri kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu hatukuweza kwenda ofisini, hatukuweza kufungua ofisi, hatukuweza kutoa huduma kwa wateja wetu kwa takriban siku 5, lakini pia hatukuweza kufanya mawasiliano hata na watu ambao tunafanya nao kazi, nikimaanisha ambao wako upande wa China, na wao halikuwa wajui chochote kinachoendelea kuhusu. Wanajua of course kwamba tuna mtandao, lakini tulikuwa tumekwama kibiashara, kwamba hatuwezi kuzungumza jambo lolote linalohusiana na biashara. Naam kabisa. Kwa hivyo Ahmed, ina maana kwamba vitendo kama hivyo vinaathiri uchumi na pia inaleta gharama kwa wanabiashara. Of course. Hii inaathiri moja kwa moja kwa mfanyabiashara, hata pia kiuchumi, kwa sababu sio tu kwa mfanyabiashara peke yake, kwa sababu hakuna biashara zozote zilizokuwa zikiendelea hapa nchini, kwa sababu watu tulikuwa tuko ndani. Hakuna mtu yoyote ambaye anaenda kazini wala mtu yoyote ambaye anaenda kufungua biashara yake. Lakini pia ukiachana na uchumi kwa mfanyabiashara, lakini pia hata serikali pia ilikuwa haiwezi kupata mapato, kwa sababu ili serikali ipate mapato yake ni lazima kazi au biashara ziendelee. Yani zile activities za kila siku, daily activities, lazima ziendelee. Wafanyabiashara waendelee kufanya biashara ili pia serikali ipate mapato. Kwa mfano kama sisi tunavyokuwa tunaingiza mizigo, tunalipia kodi na nini. Kwa hiyo kama mizigo inakuwa imekwama, tunakuwa tuwezi kufanya clearance za mizigo, tunaweza kuwa tufanye chochote kuhusiana na biashara. Kwa hiyo moja kwa moja shughuli za kiuchumi zinakuwa zimesimama. Kwa hiyo sio peke yake wafanyabiashara ambao wanakuwa wanaathirika na hiyo kadhia, lakini pia serikali au nchi kwa ujumla, au serikali inakuwa haipati mapato yake ya moja kwa moja. Kwa hiyo ni athari kwa mfanyabiashara, kwa mlaji, hata serikali pia inakuwa haiingizi mapato kwa hicho kipindi. Naam kabisa, Hamed. Na ukichukulia mfano wa Tanzania na Uganda na kuangalia kwamba Kenya itakuwa na uchaguzi mwaka ujao, ungependa serikali ya Kenya ifanye nini ili kuepusha changamoto kama hizi? Rai yangu kwa nchi ambazo bado zinatarajia kufanya uchaguzi, kwa mfano labda Kenya, tumeona yaliyotokea Tanzania, lakini pia tumeona lililoenda kutokea Uganda. Kwa hiyo wito wangu kwa viongozi, sio tu wa Kenya ambako tunatarajia kuona uchaguzi wao kama sikusei ni mwaka 2027. Yes, hata kwa nchi zote za East Africa, viongozi ambao wenye dhamana ambao wako madarakani, au viongozi ambao wenye dhamana ya kusimamia uchaguzi, ambao wamepewa dhamana ya kusimamia vitu kama uchaguzi, wanatakiwa waendeshe michakato ya uchaguzi
kwa haki, kwa uwazi, ili kuweza kuzuia au kutoweza kuruhusu mianya ya watu kufanya vurugu au kuwa na wasiwasi. Maanake hizi wasiwasi ndo zinapelekea tunakuwa na machafuko siku ya uchaguzi. Umeona? Kwa hiyo tunaomba kwamba hizi vyombo vyote ambavyo vinasimamia masuala ya uchaguzi visimamie uchaguzi kwa haki, kwa uwazi, ili kila mmoja wapo apate fursa ya kwenda kupiga kura, na pia sio tu kupiga kura. Baada ya kupiga kura, mchakato wote wa uchaguzi uwe ni wa haki na uwazi, ili kila mtu ajiridhishe kwamba kile alichokipigia kura ndicho kile ambacho kimepata matokeo. Nadhani kwa kufanya hivi tunaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa kuweza kutokea kwa machafuko. Kwa hiyo tumeona lililotokea Tanzania, lakini pia lililotokea kwa Uganda. Tuna kitu cha kujifunza kwa nchi zetu za East Africa ambazo bado zinatarajia kufanya uchaguzi, lakini hata hizi pia Tanzania na Uganda ambazo pia uchaguzi umepita, tunatarajia kuwepo miaka ya mbeleni pia uchaguzi. Tanzania 2030, hatutaraji vitu kama hivi viweze kutokea. Tunahitaji uchaguzi ambao utakuwa ni wa haki, wa uwazi, ili tuweze mambo ambayo yamejitokea mwanzoni yasiweze kujirudia tena, kwa sababu ni athari kama nchi tunakuwa tunashindwa kuendelea kwa kweli. Umeshuhudia hizo changamoto katika nchi ya Tanzania na Uganda. Kwa hivyo ungependa wafanyabiashara wa kimataifa wafanye nini ili kuepuka matatizo kama hayo? Ujumbe ambao unaweza nikatoa kwa wafanyabiashara, naweza nisiseme kwa wafanyabiashara peke yake, kwa sababu jambo la uchaguzi ni jambo ambalo linahusisha wananchi wote, haijalishi ni mfanyabiashara, mfanyakazi au mkulima. Kwa hiyo wito wangu naweza nikarudi pale pale kwamba tuna vyombo ambavyo vinashughulika na masuala kama ya uchaguzi, nikiwa namaanisha zile sekta ambazo zinadili na mambo ya uchaguzi. Wito wangu ni kwamba hizi habari zinaanzia kwa chombo ambacho kina mamlaka ya kusimamia uchaguzi. Kama chombo ambacho kina mamlaka ya kusimamia uchaguzi kikaweka mchakato mzima wa uchaguzi katika hali ya haki na usawa, na kila kitu kikawa transparent, basi tunaweza tukapunguza kelele zote ambazo huwa zinajitokeza kipindi cha uchaguzi. Kwa tukishakuwa sawa kwenye haya mambo, ina maana moja kwa moja tutaenda kupunguza matatizo au changamoto ambazo zinajitokeza kwenye kipindi cha uchaguzi. Tutaweza kwenda kupiga kura kwa amani, tutarudi nyumbani na tutaendelea na shughuli zetu za kiuchumi kama kawaida. Wafanyabiashara ambao wanafanya kazi zao za kimataifa, biashara zao za kimataifa, hawatakwama, kwa sababu hauwezi kusafiri yakitokea machafuko, hauwezi kutoka nje, hauwezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo wafanyabiashara, kama kutatokea na uchaguzi ukawa ni wa haki, amani na wa wazi kabisa, ina maana tutaweza kwenda kupiga kura, tukapata fursa ya kurudi nyumbani na kuendelea na shughuli zetu kama kawaida za kujiingizia kipato. Wafanyabiashara wataendelea na biashara zao, lakini pia wafanyakazi na wakulima wataendelea na majukumu yao ya kila siku. Kwa hiyo hatutakuwa tena na mkwamo wa kusema labda mtandao utazimwa, watu watashindwa kufanya biashara, watu watashindwa kufanya hivyo, watashindwa kufanya shughuli zao za kiuchumi. Kwa hiyo wito wangu ni pale pale kwamba vyombo vinavyohusika na kusimamia uchaguzi ni lazima vijielekeze katika ukweli, uwazi na haki, ili kuzuia machafuko yasiweze kutokea katika nchi zetu hizi. Biashara ya usafirishaji kutoka China hadi Tanzania inakumbwa na changamoto mingi. Ni hatua gani mnazochukua kuhakikisha mnyororo wa usambazaji unabaki thabiti na kuaminika? Yes, of course, tuna changamoto nyingi kwenye biashara ya usafirishaji, lakini pia kama tunavyojua kwamba hakuna kazi ambayo inakosa changamoto. Kwa mfano sisi kwenye biashara hizi za usafirishaji sometimes unakuta kuna swala zima la delaying ya mizigo. Unakuta labda kuna changamoto labda upungufu wa labda wa ndege. Kuna labda mwingine ndege zinakuwa ziko busy sana kiasi kwamba kama una shipment ya kilo labda, kwa sababu sisi tunadili sana na kilo ambayo tunasafirisha kwenye ndege. Kama una shipment labda ya kilo 1500, unaweza kukuta labda mizigo iko mingi sana. Let's say sasa hivi kama ni kipindi tunatarajia kutakuwa na sikukuu ya Eid Pasaka, kunakuwa na mizigo mingi sana, na wafanyabiashara wanakuwa wanataka zile order za haraka haraka ili waweze kufanya biashara zao kwa haraka. Kwa hiyo unakuta ndege zinakuwa bize, uchache ule, unakuta nafasi zinazopata kupakia mizigo zinakuwa pia ni ndogo. Unaweza kutoa na mzigo kilo 1500 lakini unapata kilo 2000 kusafirisha mzigo.
Kwa hiyo changamoto tunazozipata ni kukabiliana na wateja. Mteja mpaka aje kukuelewa kwamba nilikosa nafasi ya kupakia mzigo kwenye ndege na yeye anataka mzigo wake wa haraka ili aweze kufanya biashara, kukimbizana na muda hapo pia. Lakini pia sometimes unakuta kuna delays za ndege yenyewe. Unaweza kukuta labda unatarajia ndege iingie labda kutoka China mpaka Tanzania labda ndani ya siku 4 tokea mzigo umetoka China, lakini unakuta labda ratiba inabadilika. Kwa mfano labda umepakia mzigo umefika transit, baada ya kufika pale ratiba inakuwa haieleweki. Unatarajia ikishafika pale labda itaspend labda siku 1 au siku 2, inatumia takriban siku 5. Kwa hiyo changamoto hasa tunazozipata kwenye usafirishaji ni hizo, kwamba kunaweza kuwa na kipindi ambacho mizigo inakuwa mingi sana, kwamba hata wale wasafirishaji namna ya kuchukua bidhaa zetu inakuwa inabidi wachukue kwa awamu, hawawezi kuondoka pamoja na mizigo yote. Lakini pia sometimes kunakuwa na delays za njiani. Lakini pia sio hivyo tu, sometimes unaweza mzigo wako ukapata itilafu njiani, ukapelekwa sehemu nyingine. Kwa hiyo kuna changamoto ni jinsi ya airlines, kama airlines mnaweza mkacommunicate vizuri, wakaarrange upya utaratibu, hata kama mzigo umekosewa ukaenda mahala husika, lakini itachukua muda kidogo. Changamoto ni pale namna ya kuwakabili wateja na kuwaeleza ili waweze kuelewa. Sio kama anakuwa hakuelewi, lakini kwa sababu tu ya ile muda ambao wamejiwekea. Kwa mfano sikukuu anaona imekaribia, mzigo wake bado umechelewa na anatarajia kusafirisha kwenye ndege ili upate mapema aweze kupeleka oda kwa wateja wake. Kwa hizo ni moja ya changamoto ambazo tunakutana nazo sana. Kutokana na hizo changamoto, ni hatua gani ambazo mnazichukua kama wafanyabiashara kuhakikisha kwamba usambazaji ni uko thabiti na wa kuaminika? Hatua ambazo tunazichukua, kwanza huwa tunawasiliana na wateja kabla ya kuondoa mzigo China. Yaani kabla hatujasafirisha mizigo tunawa alert wateja, bana, tunafanya biashara lakini kuna changamoto 1, 2, 3 ambazo zikitokea sisi kama msafirishaji tunakuwa hatuna namna, inabidi tufuate ule utaratibu, kwa sababu kama issue ya delay, airline itakupa sababu ya kwa nini mzigo wako umechelewa. Either mizigo iko mingi sana, kwa hiyo hakuweza kumove consignment yote, wakachukua kiasi, baadaye kiasi kikafuata kwenye ndege inayofuata. Kwa kinachofanyika ni kwamba sisi huwa tunatoa taarifa pale tu tunapoona kuna changamoto imejitokeza, ili kuzuia kusije kukatokea marumbano baina yetu na wateja wetu. Kwa kama tunaona kuna tatizo limetokea, inabidi tu tunafuatilia kwa kina, maana kwa ukaribu sana, ili mwanzo tu tatizo linapoona limetokea, kwamba tukifanya mawasiliano na agent wa airline atatuambia bana, mzigo kidogo umedelay kwa sababu kulikuwa na changamoto 1, 2, 3. Sisi tuna watafuta wateja wetu na kuwa alert, bana, mizigo itachelewa kidogo. Kama tulitarajia mizigo itaingia hapa baada ya siku 3, basi itaingia baada ya siku 5 kwa sababu tumepata tatizo 1, 2, 3. Tumepokea hii notice kutoka airline, kwa hiyo tunaomba muwe wavumilivu ili tuweze kusubiria hizo siku 5 mzigo wenu uweze kuingia. Rashid, biashara yako inachangia vipi uchumi wa Tanzania na kanda ya Afrika Mashariki? Biashara yangu inachangia vipi? Sisi ni wafanyabiashara, tunaingiza hizi bidhaa ambazo zinatoka nchi za kimataifa huko, China, zinakuja Tanzania. Moja kwa moja zikishaingia Tanzania tunalipia kodi. Kuna kodi ambazo tunazilipa baada tu ya mizigo kuingia pale. Tunatumia agents pia wa clearance kufanya hii clearance za mizigo. Kwa hiyo wakishaingiza kwenye system za mamlaka kule, tunapata kodi ambayo tunataka tulipe, lakini pia kuna kodi ndogo ndogo za mamlaka nyingine pia ambazo tunazilipa. Ushuru wa forodha ambao pia tunakuwa tunaulipa, ukiachana na kodi ya mamlaka ya mapato. Kwa hiyo sisi tunachangia katika uchumi wa nchi yetu kwa kulipa kodi na ushuru zingine za forodha. Na kwa East Africa pia, kwa sababu tuna wateja pia nje. Unakuta kuna mteja mwingine yuko Uganda, yuko Kenya, yuko Mombasa, anataka kusafirisha mzigo wake, lakini upitie Tanzania umfikie kule, nao utapitia procedure zile zile. Hata kama utapokuwa unavuka boda, lazima kuna malipo ambayo tunalipa. Kwa hiyo tunachangia vipi kwenye uchumi wa Tanzania, lakini pia uchumi wa nchi za East Africa?
ni kwa namna ile ya kulipa ushuru wakati bidhaa inaingia kwenye nchi husika. Teknolojia na suluhisho za kisasa zimetumika vipi kuboresha usafirishaji wa bidhaa kutoka China hadi Tanzania? Okay. Teknolojia inatusaidia sana kwenye shughuli zetu hasa za usafirishaji wa mizigo kutoka nchini China kuja Tanzania na sehemu zingine. Kwa mfano teknolojia, tunavyozungumzia teknolojia maana yake tunazungumzia the way hata ile mizigo jinsi inavyo move kutoka sehemu moja mpaka nyingine, vile tunavyofuatilia na tunavyopata updates, hiyo ni teknolojia. Kwa maana hiyo, kama ingekuwa tu tunakaa blind kwamba mzigo unasafiri kutoka China na kuja kuelekea huko, hatupati taarifa kwamba mzigo umefikia wapi na nini kinaendelea, ingekuwa ni changamoto. Lakini kwa sababu ya maendeleo ya teknolojia yanatuwezesha kufahamu na kujua mizigo iko katika hatua gani na sasa hivi iko katika hatua gani, na hata maandalizi ya kupokea mizigo ila kuweza kufanya clearance kwa wakati. Hii yote ni teknolojia ambayo dunia sasa hivi ishavuka sana, ishakuwa mbele sana ya muda. Kwa hiyo teknolojia of course imetusaidia sana, hata jinsi ya kutoa taarifa na kuwasiliana na wateja. Ina maana bila technology tusingeweza kurahisisha. Kwa hiyo teknolojia imerahisisha vitu vingi sana, kuanzia kwenye mchakato mzima wa kufanya wa usafirishaji, jinsi ya ufuatiliaji, kwenye system kwenye system za kufuatilia mizigo namna inavyo move kuja huku, lakini pia hata utoaji wa taarifa. Lakini pia utoaji wa taarifa nikimaanisha kwamba tunakuwa tunatoa taarifa kwenye platform zetu za social medias, hata kwa njia za social media za kawaida, labda WhatsApp, Instagram, mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hii yote ni teknolojia. Kwa hiyo tume develop kutokea kipindi cha nyuma ambacho pia hata social media hazikuwa kwa wingi sana. Sasa hivi tumeona kuna mitandao chungu mzima ambayo unaweza ukatoa taarifa kwa wakati na zikawafikia walengwa kwa wakati. Shukran sana Rashid. Kwa dakika mbili tu, ujumbe gani unaweza kumpa mtu ambaye anataka kujiunga na biashara kama hiyo? Ujumbe ambao unataka kumpa mtu ambaye anataka kufanya biashara au kujiunga na biashara kama hiyo kwetu ni kwamba jamii inahitaji kupata huduma, kwa sababu kama wafanya biashara wako wengi sana, watu wa huduma naweza kusema ndio wako wachache. Kwa ili kuwezesha huduma kuwafikia watu kwa wakati, naweza toa wito kwa mtu yoyote ambaye anashawishika kujiunga au kufungua biashara kama ya kwetu. Bado milango iko wazi, anaweza akatafuta namna akasajili labda kampuni na akaanza kufanya processes za kuweza kufungua biashara. Kwa sababu siku hizi kama tunavyozungumzia na technology na kila kitu kipo wazi. Kuna mashirika mengi ya ndege ambayo huduma zao zimewekwa wazi kabisa. Shirika lolote ambalo unahitaji kufanya nalo kazi, unaweza uka-communicate nalo, wakakupa utaratibu wao, ukachagua ni shirika gani ambalo wewe unaweza ukaona kwako ni rahisi kufanya nalo kazi. Kwa hiyo ni rahisi sana. Ni huduma ambayo inapendwa sana, ni kwa sababu pia ni huduma ya ndege, ni haraka, lakini pia mahitaji yako makubwa sana, nikimaanisha kwa East Africa nzima. Kuna watu wanaagiza mizigo ambayo inapitia huku inaenda Uganda, kuna watu wanaagiza mizigo huku inapita inaenda Kenya, inaenda Kongo, inaenda hizi nchi Burundi, Rwanda. Kwa hiyo ni urahisi wa mteja ambao kwa hiyo kwa namna hiyo tunaona kwamba ni namna gani jamii inahitaji huduma. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anahisi kwamba anataka kuingia kwenye biashara ya kutoa huduma kama ya kwetu, anaweza akajiunga, na kila kitu kipo wazi, hamna kitu ambacho kipo kwa kificho. Mashirika ya ndege yapo, mamlaka za serikali ambazo zinahusika na mambo mazima ya kulipia mambo ya ushuru na taksi ziko wazi. Unaweza ukaenda hata kuuliza wakakupa utaratibu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo viko very open. Kwa hiyo mimi natoa wito tu, kama kuna mtu anashawishika au anataka kujiunga na biashara ya usafirishaji wa mizigo kwa namna yoyote ile, kwa njia ya maji ama kwa njia ya ndege, milango iko wazi. Ni utaratibu tu kwamba unatakiwa usajili kampuni
upate leseni, hapo pia uanze kufata utaratibu mwingine. Asante sana Rashid kwa wakati wako na kwa kutuelimisha. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana. Asante kwa kujiunga nasi. Huyu amekuwa ni Hamed Rashid, mkurugenzi wa Bashley Express Air Cargo. Na leo tumejifunza kuhusu changamoto na suluhisho zinazosaidia biashara na uchumi kwenye kanda. Mimi ni Lucy. Hadi wakati mwingine.